Fundi. Vipi? Fresh bomba. Safi, mambo yanaendaje? Safi tu. Sasa, vipi kuhusu ile kazi yetu? Kazi yetu iko tayari. Unaona ndo muda mrefu mpigia simu hata ndugu yangu. Bwana. Malipo. Hapa. Naona utaipenda, iko vizuri hiyo. Sasa fundi. Hii ni nzuri lakini mimi nilikuwa nahitaji kubwa zaidi kwa ajili ya kuweka pale saluni pangu. Lakini nahisi kama ndogo hivi. Hayo ndo matatizo yako. Kwa sababu mwanzo tulizungumza na tukakubaliana. Kwa sababu hata bei ile ulotoa nilokutajia ilikuwa ni na size hizi zinaenda kwa size. Lakini hamna kinachoharibika. Kama utaongeza mlongula fresh, mimi nitakuongezea size unayotaka. Sawa, hakuna shida. Kama itapatikana kubwa zaidi ya hiyo, itakuwa nzuri sana. Basi waangalia sample hapo ambao unaona itakufaa ili tujue tunafanyaje kuhusu issue yako. Poa ndugu yangu. Mami, mambo. Mama yuko wapi? Mbona uende kwa mama sasa umekuja kufanya? Au unahitaji upige picha? Okay, basi kaa nikupige picha.
Picha nzuri. Smile. Napendeza. Mbona umekataa kumfuata mama? Ha? Mfuate mama, mtoto mzuri awe mkaidi. Si unajua eh? Wewe mtoto mzuri atakiwa awe mkaidi. Nasikia. Nataka nije nikuoe mtoto mzuri. Ukimfuata mama unapendeza, sawa? Nitakuja nikuoe hivi. Sawa? Nataka nimfuate mama. Nimesahau kukuuliza jina lako. Nani? Jina langu mimi? Wewe bahatisha tunaitwa nani ukiangalia? Nani kakwambia kama jina langu mimi naitwa? Sio, umesema ni bahatisha. Okay, sawa. Wewe je, unaitwa nani? Maisuna. Maisuna. Jina lako zuri kama wewe mwenyewe Maisuna. Sio, umesema utakuja kunioa wewe. Ndio nitakuoa, lakini mpaka uwe mkubwa wala usijali. Kama hujanioa Nitakuoa, kwa nini nisikuoe? na kukapa mpaka unakufa. Mtoto una mambo wewe. Tupinge basi. Tupinge tena? Haya, sawa. Nikate mimi au ukate wewe? Wewe. Kana. Oya, urudi. Sana vipi? Kama kawa. Pale ulipochukua simu hamna picha za mtoto ambazo kwamba umezifuta? Basi okay, sawa. Poa dada.
Oya, kuna mzigo nimeupata huo. Muda wote nitakufuata nipe korokinjo. Wewe mwanangu usijali, lakini sema ndio hivyo, mchana inakuwa jao mwanangu. Sema usiku. Muda wote wewe get Ish. Mtoto alikuwa neema kusoma. Sijui kama atapata ruhusa usiku. Unaona mambo yako mzee. Wachawi kibao, lakini ukiachana na hivyo mitoto kibao aliyojaa mtaani, basi ndio kutafutia wanafunzi, kujitafutia makesi. Tulia baba. Oya bro, ndio kusema ndo vizuri mwanangu. Bila kaza peke yao. Okay, lakini sema vya kusoma ndo Vyepesi. Oya, unajua kitu kimoja. Unajua ile napata sababu gani? Vya kusoma vipesi. vya kusoma vipesi. Kwa 2-3 tu mwanangu vishaingiwa na bajua. Vya kusoma bado havijatuliza akili, kwa hiyo muda wote inakuwa pina taka. Havijota mbawa. Lakini sema na vile nako. Mara chini. Wewe unaogopa ndo mwanangu, unaogopa. Utashika miaka 30. Unaogopa unafanya na waendi. Usiangalie wenzako, kila mtu na bahati yake. Ukikutana na mkenge ndio unaenda zako hiyo sasa. Unaogopa mwanangu. Mwanangu mimi nikivipata. Mimi nabanjuka. Fresh mwanangu nabanjuka. Nabanjuka nazo, lakini mimi miaka yenyewe ndio kama haya. Sasa unadhani unafanyaje? Unajua tatizo lako wewe ni mwoga tu. Uoga lazima. Uoga lazima mwana. Uoga lazima. Unajua tunatembea sana mshikaji wangu. Na umri unapotea. Karibuni viongozi. Asante. Poa, shukrani. Shukrani. Sikia. Umri unapotea. Na ukiangalia sasa hivi yani tushafanya ya kufanya. Iliyobakia sasa hivi ni kuoa, kutengeneza familia. Ndio pale mimi ndio kuoa. Sasa. Hapa pale tushakuwa. Si wewe bado nipo kwanza. Tuoe mwanangu. Tuoe. Lakini kweli mara shida na watatu sasa hivi. Utaishia kuhesabu. Utaishia kuhesabu. Shanifahamu. Tusiishie kuhesabu.
Muhimu ni kuoa sasa. Unajua kweli maisha yanabadilika hapo. Yaani bwana, lakini wewe unapokujua. Unaweza kusema bei gani kwa sababu hatuhitaji tukae sana. Kuhusu swala la malipo, nyinyi kwenu huru. Kwa sababu kuna mdada tayari ameshalipia. Kuna mdada? Ndio. Usizungumzie hayo mambo, chukua pesa yako. Usituambie kwamba mdada gani. Baba, Mrefu hivi alafu. ukisikia Mungu kutoka mtume kwa kuombea. Ndio huu. Pesa pia yake pesa baadaye mjomba. Urodi. Hayo mambo ya kuwekewa, hayo ya kuhudumiwa, hayo masuala sio umelipiwa, hayo sio mambo mazuri. Sikiliza mwanangu, sasa hivi maisha yanavyokuwa tete bosi wangu. Kwa hiyo tulia. Baba leta. Leta. Mambo sio nzuri kwa afya yako. Hata nake pia sio nzuri kwa afya yako. Lakini nashangaa unawatumia. Okay, sawa. Wewe endelea kuvuta, sema umekaa kule kwa pembeni. Ili ukaendelea kulipa maradhi yako. Takuwa aliwanywi. Yalimaliza njiti zote. Sigara hajawaka. Mwanangu, si wengine maulama, tukiongea kitu yala lazima kikukute. Yaani kasilana zako uchawi upo. Haki ya Mungu. Sio poa. Hana menjiti moja sigara chawasha. Mie njiti zote sio. Leo ndandika tarehe leo. Okay. Umeridhika? Kaka, mambo. Mambo vipi? Poa, mzima. Mzima. Kaka, naomba kupiga picha. Sasa unaomba unipige picha toka muda huo unajing'ata tu. Si ni picha tu. Sasa kana kupiga picha. Badilisha pozi basi, umekaa kama umepigwa na baridi. Haya. Si ni nzuri? Okay, sawa. Ila unaonaje na mimi hata hizo picha zako ukaniachia basi angalau na mimi ninapata kuziona? Wewe usijali, utazipata. Kweli? Sasa nitazipata vipi? Wewe utazipata tu. Basi okay, sawa. Okay, poa, karibu.
Mzee moga sana rafiki yangu. Mwanangu moga kweli kweli. Kuna mambo sio Naona usajili mpya mzee. wewe acha. Kuna usajili huo. Yaani mauza matupu mshikaji. Sasa tatizo nini bosi wangu? Naona sikuelewi leo. Wewe niache nipumzike tu maana naona kichwa kinanigonga. Haya poa. Mwanangu, sasa umeshakuwa mkubwa, umri unakwenda, unataka tukupe mke ndio. Na hili swala kwa ufupi halina mjadala, uowe. Hasi mke wangu? Ni sawa mwanangu, namwambia. Kwa hiyo ni kweli alozungumza baba hapo nyumba jirani. Wana mwanamke mzuri. Tena kalelewa kwenye maadili ya Kiislamu. Hana tabu mtoto, ametulia. Kwa hiyo mimi naona huyu itakuwa ni sahihi kwako wewe kuwa ni mkeo. Umetusikia mwanangu? Kama mimi siku zote nakuwa sina pingamizi kwa wazee, kwa sababu hakuna mzee anemchagulia mwanawe kitu kibaya. Ikiwa nyinyi mnahisi kwamba mnachokifanya ni sahihi, basi mimi sina pingamizi kwa hilo. Sawa langu, sasa. Sasa mkangu, kuna jingine la kufanya saa zaidi? Nashukuru sana mwanangu kutukubalia. Ukutujilia complain ile yote tulipokuambia tu moja kwa moja umekubali. Kwa sababu watoto wa siku hizi ndio watoto wa siku hizi. Kila kitu wanajiamulia wao. Kila kitu wanajua wao. Sisi wazee wametuweka mistari ya nyuma, mbele wamejiweka wao. Wao mtaka yeye huyo. Basi kwa hiyo mwanangu mimi nimefurahi sana kwa kutukubalia. Umefahamu baba? Sasa ni kujiandaa na harusi. Okay, basi sawa, niende kwa sababu niko na kazi nyingi za kuzifanya alafu naenda. Kwa hiyo hivi. Haya, tunashukuru kutukubalia na pahala pa kukaa. Mkiwa sio hapa. Anakwenda kaa kweretu. Nyumba tupu ile inamfaa. Kukaa na familia yake, kuendelea familia yake ili tupate wajukuu. Sawa. Okay. Haya mwanangu. Basi sawa. Sawa mama. Nakutakia kila la heri. Okay. Safari njema. Tunasema hivi mtu.
Ndio kutukubalia hili bila Na wetu huyu. Si haba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sikufikiria kwa sababu vijana wa leo wote maamuzi ni yao wenyewe, wao wanajiamulia. Mtu kapata mkewe ndio huyo huyo, ikuwa muhuni ikuwa si muhuni, yeye ndo kashampenda huyo ndo anataka. Lakini mwenetu alhamdulillah si haba. Kuna msemo wa bata, watoto mbele mama nyuma, ndio mambo ya siku hizi. Sawa sawa. Lakini mwenetu si haba. Ndio safi time leo. Mbona zawaje? Mambo poa. Issue. Nione issue fresh. Yeye hapo kuna ndo mbili mwanangu. Nikikusaidia. Mimi sinajua wewe mambo yako. Yaani wewe ndio ukija hapa utajichekesha lakini sio lengo na mazungumzo kitu gani? Yaani mimi sikuone mwezi mzima hapa nakutafuta sikuone. Kwa hiyo umenijulia. Mwezi kibao sikuone lakini leo. Poa, sikiliza mwanangu. Rumu. Kwa kuja. Poa, fanya bidii mwanangu. Poa mwanangu. Sema nimebadilisha funguo. Tumia. Changanya watu hapa. Kulikuja. Unyama ni mwingi. Nyama ni mwingi. Nyama ni mwingi mwanangu. Niadisie basi. Uniadisie manake mambo hayo wewe. Siwaze. Halo. Asalamu alaykum. Poa, mimi nishafika hapa. Niko hapa msikitini naita Masjid Harami hapa nahisi. Masjid Haramu? Sasa kuna njia moja kwa moja linyooshe hapo. Njia ya skuli au ya yuko? Sio bado huo. Ulinyoshe moja kwa moja. Hii ya msikiti ya? Ndio kupita hiyo mtu hapo mbele. Sasa mimi najiandaa na kuja.
Jamani mimi nachelewa mekazi zangu. Subiri kidogo basi. Subiri kidogo. Sasa nishachoka tangu muda na msina. Sasa subiri kidogo basi na wewe. Mungu kanipandiwa huu. Hapa tena bibi wa simu mbaya. Sina kwa simu izime na wewe bwana wewe. Ukija huko simu izime. Mimi hapo sasa. Kulikwenda. Wewe nitakuja usiku. Kono na makondoka sio? Nitakuja usiku. Kwa mlango huu vitu vingine tunafanya hizi mapema. Wale. Mimi wani maswala mwanangu mimi nimechoka rafiki yangu mwanangu shoka kwa sana fungu. Kiukweli nimetupa fungu zote 3 na huo fungu ambao umeonyesha mimi nimeshikilia mpaka hapa pia. Basi poa mwanangu jivute chapo mwanangu. Yaani kwa Mungu fungu zote 3 ushatumia rafiki yangu. Funguo si nimekwambia hii hapa. Mwanangu wewe mshikamano. Tumia akili. Vipi kashondoka hapo? Kazi yako. Hello, mambo. Fresh mzima. Baby, nimesahau. Au nimesahau mimi lakini pengine mwenzangu unakumbuka. Unajua kesho tarehe 25. Nilijua basi umesahau. Kesho siku yangu ya kuzaliwa mami. Wewe mwenyewe utakachopenda kunifanyia kwa sababu nisingependa mtu mwingine wowote zaidi yako wewe. Kwa hiyo wewe ndio furaha yangu, si unajua? Niambie. Wewe niletee keki tu mpenzi wangu alafu tutakuja kuikatia humu chumbani kwetu. Hivyo ndo ninavyohitaji. Okay, sawa. Sawa mami, I love you. Nakupenda pia, bye.
La. Kumbe wewe ni muongo eh? Si ndio? Nashindwa kufahamu. Unashindwa kufahamu? Ina maana naona peke yangu au? Kwani ile huioni? Ni kipofu wewe? Naiona kama ni keki. Lakini nashindwa kufahamu labda hii keki imekuja na nani. Washindwa kufahamu? Ninachokiongea na maanisha. Na laitani kama ingekuwa hii keki nimekuja nao mimi ningekwambia. Sasa kwa nini nikufiche? Au ndani mwezi wangapi? Naishi mimi lakini sasa kweli jaribu kufikiria kama kweli nije na keki au una mwanamke mwingine, si ndio? Kwa hiyo hizo siku zote ambazo unaongea na mie baby sijui hivi na hivi, birthday yangu kimeenda kimerudi. Kwa hiyo ushaongea na mtu mwingine? Hapana. Mimi kwa hiyo nilotoka huko ukanipigia simu. Kwa hiyo unaniletea kumbavu kama huu, si ndio? Kwa maana naenda kujiangaisha mapenzi yangu yote kukupa wewe, naona mimi kama fara, si ndio? Jaribu kunielewa basi. Naomba unielewe. Hivi kwa akili yako kweli mimi naweza kuleta keki alafu humu ndani ninachouliza mimi mpo wangapi? Mpaka keki hujui kaleta nani? Siwezi jua, labda pengine ni marafiki zangu. Marafiki zako? Wasinge kukwambia? Wewe ni muongo, si ndio? Watu changanya, si ndio? Ulisikia hii ngano kwa huku ukiponda na huku unaponda. Nielewe basi. Mimi siwezi kukuelewa na kuanzia leo mimi nawe basi. Mwanangu, sasa kushakuwa mkubwa, kushatimiza suna ya kuoa. Kitu ninachokwambia, yule mtoto wa watu umemtoa kwao, kachana wazazi wake, amekuja kwako wewe. Sasa ulezi wote unao wewe, kula, ruhusa, mavazi, ya yote amekulemea wewe. Kwa wazazi wako na tena sasa. Na kitu ninachokuomba zaidi mwanangu, uishi naye, mke hapigwi, mke hatolewi maneno. Umekuja kutoka kwenu mwembamba kuja hapa kushakuwa mnene. Hiyo haifai kwa mwanamume. Unasikia? Unasikia mwanangu? Kwa vipi haifai kumsumbulia mwanamke? Yule mtu wako na awe wako. Uishi naye uzuri, upate watoto, sisi tupate wajukuu. Upate watoto, sisi tupate wajukuu. Uishi naye uzuri sana. Na usije kaa kwenye vigenge huko, kwa sababu nyinyi vijana mnashaishiana kwenye vigenge vyenu. Mwanamume mzima bwana utataliwa na mwanamke, mwanamume mzima utataliwa na mwanamke. Yule ni mkeo. Uishi naye uzuri, sifuate maneno kwenye magenge. Yule vipi? Yule ni mkeo. Uishi naye uzuri. Mama yako. Mimi naye tangu mwanzo mdogo mpaka sasa hivi tunaishi pamoja. Sijamtukana, hajanitukana, na hatujavundiana heshima. Kama hivi nenda kwenu, hilo neno usilifanye. Na kama kunatokea matatizo zaidi, yule na wazazi wake, na wewe wazazi wako ndo sisi. Tujie wazazi wako, utueleze mke wangu litokea hili. Tutakupa ushauri wa kuendeleza familia. Usije kuwa kwa mkali tena, kwa sababu kuna msemo, mke hapigwi kwa magumi. Mke anapigwa kwa upande wa kanga.
Upande wa kanga wenyewe vipi? Maneno mazuri muongoze. Si upande wa kanga unachukua tena unampiga. Wewe muongoze uzuri, mazungumzo mazuri unazungumza naye. Sawa mzee, nimekuelewa. Na nitajitahidi sana kufuata maneno yako unaniambia. Nitajitahidi kufanya kile kinachotakiwa kufanyika kwa mke wangu. Basi. Na ndo kama hivyo. Na muda ndo kama hivyo umepotea. Naona mama naye kajisahau. Mama yako ndiye akishaba azungumza na mkweo. Azungumza na mkweo, hana wasiwasi huko. Ina maana sasa hivi nataka kuondoka. Time unataka kumuita mama yako muite tuondoke. Uondoke. Sawa. Mama. Mama. Abe. Iko na mkwewe huko. Njoo, mtoto anataka kuondoka huko. Njika huko na mkwewe anakuambia. Mke mke wako kaka na mkweo tena huko au? Yaba. Mtoto anataka kutuaga. Mkenye mchaka huko ndani tena mambo yote mwangalizi. Sasa. Alhamdulillah, wewe ukakubariki. Kubariki. Sawa, inshallah siku nyingine Mungu. Asante. Tutapata kula kuku ndio. Inshallah. Simshamaliza. Tushamaliza. Kwa hiyo inshallah mama atakuja kuona. Inshallah tukijaliwa. Nyingine. Tukijaliwa, safari njema. Jamani. Mkakae salama huko. Kwa hiyo natakia kila la heri wanangu kwanza. Ngoja niwape dua kwanza wanangu. Natakia kila la heri wanangu. Natakia safari njema. Mwenyezi Mungu ajalie mkae kwenye ndoa zenu. Musikizane, mufahamiane, mupendane, munizalie vijukuu vya kike na vya kiume. Munizalie watoto wema. Inshallah Mwenyezi Mungu atakutane kuondosha kila ni shari. Haya wanangu, natakia safari njema. Amen. Haya, tutakutane safari njema. Asante. Haya inshallah. Haya asante. Mke wangu wanapendana kama mimi na wewe. Wako sana. Wako sai umeenda kuwachagulia Unanichezea mimi kwa kuchagua? Unitizame kwanza. Ndio mwenyewe kwa kuchagua kwa mimi. Sawa. Tufa mingineyo. Mungu ile mzigo wangu nenda kumchukulia kama mimi. Nenda kuchukua ule. Lakini kanaambia kwamba haujakamilia. Kwa hiyo leo nikienda kuchukua unakamilia. Ndio pale. Alafu nitakuletea. Yaani wewe hata sijui una nini. Unaanza kitu gani? Yaani umepita lakini mzigo hujaubeba. Sidhani kama hujakamilika. No. Vipi? Kichwa kinakusumbua? Imekuwaje? Naona sasa hivi ulikuwa uko sawa. Ngoja kidogo. Mwanangu vipi? Acha tu. Palikuwa na mtu. Mtu? Unajua sikuelewi, alafu mbona umeshtuka hivyo? Mbona sio ni mtu yote? Palikuwa na mtu. Mwanangu, kwani kuna nini? Hamna bia vizuri?
Unajua napenda kuja sehemu kama hizi kwa sababu najisikia ziko huru. Hakuna mtu asiyopenda sehemu nzuri. Na wala hakuna mtu asiyopenda kizuri. Kiukweli hata mimi pia mwenyewe najisikia furaha sana kuja sehemu kama. Unajua rafiki yangu kitu kimoja. Unajua katika maisha kila mtu na maisha yake na pia na kila mtu na alivyo. Kwa unaweza kufanya vitu viko sawa lakini kwa wengine haviko sawa. Yaani maisha ndio hapo hivyo. Hiyo ni kweli. Unachoongea ni sahihi kabisa. Lakini wewe acha tu kwenye ulimwengu kuna mambo unakuta watu wanawaza, usione watu wana furaha. Lakini kuna mambo mengi watu wanakutana nao alafu wanashindwa kufanya nini. Acha. Sababu gani? Unajua kitu kimoja. Unajua maisha yanatofautiana sana. Kila mtu na alivyo. Kwa kama wewe unajua unapata tabu kwa wenzako basi unapata furaha. Na kuna nyingine pia ile tabu yako ambayo unapata wewe unafurahi. Maisha ndio hivyo kama maisha yote. Kweli ila kuna kitu kimenikwaza sana kwenye familia yangu. Mambo gani bosi wangu? Unajua hii ni mimba ya 3 sasa. Shemeji yako anapoteza. Hatari sana. Inanitia unyonge sana. Mpaka nashindwa kuelewa nini chanzo. Unajua kitu kimoja. Mimi nikupe pole tu. Kwa sababu mpaka sasa mimba 3 ambazo umeshapoteza. Lakini kumbuka kuna wenzako mpaka sasa hivi hajapata watoto, wengine wana ndoa miaka 10, hawajapata watoto, hajui kuwa ni wazima ama si wazima. Mradi ningesema kitu kimoja tu, ushukuru kwa sababu wewe unajua ni mzima. Ila tu Mungu hajapanga kuwafanya waishi watoto. Ni sahihi kwa unachokisema lakini kinachonichanganya kwamba hospitali zote nimemaliza. Na mke wangu yuko sahihi, yani yuko vizuri. Yani mpaka anashindwa kugundua nini. Yani nahisi kwamba labda ni masuala ya Kiswahili. Kwa sababu kila ninavyomcheki mke wangu nikimpeleka katika hospitali anaambia yuko vizuri. Kila mimi mpaka anafika stage kwamba nahisi kama ni nguvu za giza. Hata hivyo pia nimemwacha mke wangu katika hali mbaya sana. Kwa hiyo nahisi labda tuondoke. Kwa sababu siwezi jua huko labda itakuwa kuna kitu kingine. Sawa, lakini msheze makoro kata pilipili kweli huyo. Mume wangu. Amka ukanywe chai tayari. Mume wangu. Amka bwana, chai tayari.
Yaani hii picha nimeikuta ndani. Na sikumbuki kuwa na picha kama hii. Tena nimeikuta chini ya mto wako ambao unalalia. Ni mwenyewe ndio kwanza leo naiona. Sio ya kwangu. Si ya kwako. Sio ya kwangu. Sasa ni ya nani? Ikiwa mimi sio yangu na wewe sio ya kwako. Imeandikwa maneno ya Kiarabu. Maneno ya Kiarabu? Sasa ni ya nani? Au na mtoto nje? Mume wangu. Sawa, tutaelewana tu, utakuja. Au utaipata. Tena wasiwasi wewe. Alaikum salaam. Ngoja kidogo, kata simu kwanza, kupiga baadaye. Sawa sawa, usiona shaka. Ndio. Okay. Asante. Mwanangu. Ndio umekuja na unyonge, umekuja huna furaha yoyote. Au kushagombana na mkeo? Hamna basi. Nilipokuwa na mke wangu tu baba. Unajua kuna mambo mengi nastahimili, lakini kwa hili nimeshindwa kulistahimili. Nimeona bora nije kwako baba. Sawa. Kwa sababu leo asubuhi nimeamshwa na mke wangu. Wakati napata kifungua kinywa. Ndio. Naona mke wangu kaniletea hii picha. Hii picha nimeiona. Na tatizo sio hiyo picha kwamba labda inanitia wasiwasi. Angalia huko nyuma ya picha. Maandishi nimeyaona, yameandikwa kwa Kiarabu. Sasa mie mwanangu, babako kidogo Kiarabu sipatipati. Isipokuwa mamako Kiarabu anakielewa, tena akielewa sana. Itabidi tumuite aje repeat. Mke wangu. Bibi. Abe. Hebu njoo kuja kaja mtoto hapa kidogo. Kuna matatizo kwa nilivyomuona. Sure. Marhaba. Sasa mke wangu. Kaja mwenetu hapana matatizo. Kaja na hii picha hii nimeelewa. Nimeiona pana mtu. Sasa huku kuna maandishi yanaandikwa Kiarabu. Na haya maandishi mimi kidogo sikusoma. Isipokuwa wewe mke wangu umepitia Kiarabu. Unakijua chini juu, itabidi nikupe uyasome. Mungu 5 salawat. Waitani binumu. Hal satatu zawjunani. Walakin ana lakad karaktum anta dhahaba zidu hafidhat ala wadakal ana iza anta fashil sawfu bilwadi alladhi katatuhu Allahu laka. Mume wangu. Naam. Hii barua kwa humo uliandikwa tu huu. Hii barua imeandikwa na jini. Jini? Ehe. Ilikuwaje? Miaka 5 iliyopita nyuma. Ndio. Walipeana ahadi na jini kuoana. Sasa anasema anataka aitimize ile ahadi walioiweka. Na kama hakuitimiza atafanya yeye anavyojua kufanya. Sasa mume wangu ilishakuwa ni tatizo kubwa. Mashaka. Mwanetu, ilikuwaje ukaenda mtongoza jini? Na tatizo lenyewe mke wangu, hawa vijana wana matatizo. Kila mwanamke watamuona, kila mtu watamuona kwa wao mzuri. Baba. Na hii picha ndo
inanifanya labda nikumbuke kitu. Mbona umekataa kumfuata mama? Mfuate mama, mtoto mzuri awe mkaidi. Si unajua wewe mtoto mzuri atakiwa awe mkaidi. Nasikia. Nataka nije nikuoe mtoto mzuri. Ukimfuata mama unapendeza, sawa? Nitakuja nikuoe ndio. Sawa? Nenda kwa mfuate mama. Kama ni huyu, mimi sikuwa labda na lengo la kumtongoza na wala si kumtongoza kwa sababu kutokana na umri aliokuwa na yeye na mimi, yani kusema kwamba nimemtongoza ni vitu viwili tofauti, kwa sababu nilimkuta tu hana furaha na nikaongea naye tu just kumpa furaha, lakini sikumwekea ahadi kwamba labda nahitaji kumuona nikawa niweza kweli. Sasa mwanangu, ilikuwa kuwaje mtu umemkuta mtoto hata kumjui utamwambia utamuoa? Ilikuwaje? Nimemkuta tulikuwa hayupo na furaha, nikaona bora kama nimfurahishe tu, na alikuwa yupo na mama yake. Hilo ni tatizo. Mume wangu, sasa hili lishakuwa ni tatizo kubwa. Hili ni tatizo kubwa. Na kulitatua ni mimi na wewe, hakuna mwingineo. Sasa tunafanyaje kwa hili? Na inavyoonekana basi hata mke wangu basi tatizo la mimba. Hii mimba ya 4 kupoteza kama ninavyokuambia. Inaonekana basi pia ni yeye. Sasa mke wangu, hili tatizo sio kubwa sana. Tutamsaidia mwenetu, ni damu yetu hii, na huyo mke atakuwa atapata mimba. Kuna ustadhi mmoja huyo ni mwenzangu sana. Tena shehe mzuri wa mambo ya kuomba kusomea. Anasifika sawa mambo. Mimi nitakwenda muita aje hapa, aje na kijana, yeye ndo atomnyoshea mwanzo mpaka mwisho. Kwanza hiyo miaka 5. Basi mwanangu, usio na wasiwasi. Hili swala tutalifanyia kazi mimi na baba yako. Sasa. Basi sawa, basi niwaache. Asante. Tusalimie mama mkwe kwa. Kaa. Mitihani mikubwa. Lakini hili lisikushughulishe sana. Tutakwenda kwa ustadhi ule, atakuja atasomea mara moja. Au unasemaje? Hamna tatizo. Mkuu, haya maandishi haya kwa mimi singesoma hata siku moja. Sijui kabisa, naona michoro tu. Lakini mwenzangu bamkwe na mamko walijitahidi kukupeleka chuoni ukayasoma. Ndio kwa baba na wewe usiache kusoma. Watu ukasome mume wangu. Kwani nimekataa? Sitasoma. Elimu haina mwisho. Kama bahari nitakwenda mke wangu. Sawa. Lakini yangeshinda. Na kama ungeondoka kidogo ndo yangeshinda. في كونينا مملكة القادمات. إن قتل الإنسان هو خطية عاظمة، لقد حاولت أرقب هذا الخطأ ثم حكمت عليك المحكمة بسجن المدى الحياة.
إلا إذا كان هناك سورة وهو هناك هناها. شكرا جزيلا بالحرجا بنسجن كبيه كل ما تريد صوتك. أريدك أن تكون خديمة حتى تتمكن من تحقيق نجاح قبل في إيمان.